Vijana wetu, wakati mnadai haki, mkae mkifahamu kwamba Tanzania ni katika mataifa machache duniani iliyokombolewa na wazee wetu, tena Waislamu ndio wengi. Ili nalisema kifua mbele. Asilimia zaidi ya 90 ngapi waliosimama na Mwalimu Nyerere ni viongozi wa Kiislamu, mashekhe na wazee wetu. Historia haiwezi kujificha. Ni katika nchi chache duniani iliyokombolewa na kugombolewa kutoka katika mikono ya mzungu mzungukeni bila kumwaga damu. Sasa dakika za mwisho wa sisi kuelekea kwa Mungu msiwe sababu ya kumwaga damu, kwa sababu Mtume Muhammad anasema kesi ya kwanza siku ya Kiyama itakayounguruma katika mahakama kuu ya Mungu ni kesi ya umwagaji wa damu. Daini haki. Kila siku nasemaga katika mimbari hii, tusiwazuie vijana kudai haki, kwa sababu kudai haki ni haki. Lakini angalieni namna nzuri ya kudai haki zenu na mziweke wazi haki zenu. Wakati mnadai haki, hakikisheni hamvunji na haki za wengine. Sio vijana wote hili wanalizingatia. Wakati mnadai haki, zingatieni, kuweni makini, chungeni, msije mkavunja haki za wengine. Ikiwa kwenye kuliendea haki mkavunja haki za watu mbalimbali, mtakuwa nyinyi sio wa kweli na sio watafuta haki. Mtafuta haki atampa kila mtu haki yake na atampa kila mtu amani, na huko amekamata bendera ya haki, anahakikisha mpaka haki inapatikana. Lazima tutafute suluhisho. Suluhisho nambari 1 kwa mawazo yangu na kwa mujibu wa Qur'an, sio mawazo yangu matupu tu. Nyumba yako sasa hivi ikiwa inawaka moto, chanzo ni mke wako kaacha pasi, kasahau kuzima. Ukafika pale nyumbani, nyumba inateketea, utakimbilia kumlaumu mkeo na kumshambulia, au mtaungana kuuzima huu moto na kuokoa watoto na baadhi za mali? Jawabu, tutaungana kuuzima huu moto, afu mwanamke utanikoma baadaye. Wa mu'adham